Vanessa alikaa ndani ya gari lake, akigonga simu yake kwa hasira. "Nataka ujue kila kitu kumuhusu huyo msichana," alisema kwa sauti ya baridi. "Historia yake, familia yake, siri zake, kila kitu." Sauti upande wa pili ikajibu, "Nipe masaa 24." Vanessa akatabasamu kwa ubaya. "Sawa, maana huyo msichana hatadumu kwenye maisha ya Daniel." Ndani ya jumba la kifahari hali ilikuwa nzito. Grace alikaa kimya chumbani, akiangalia kioo. Macho yake yalikuwa yamevimba kwa kulia. "Je, kweli ninafaa kuwa hapa?" alijiuliza kwa sauti ya chini. Kwa mara ya kwanza hakuwa anaogopa umaskini. Alikuwa anaogopa kupoteza amani yake. Mlango uligongwa. "Karibu," alisema kwa sauti dhaifu. Daniel akaingia akiwa ameshika chakula. "Hujala," alisema kwa upole. Grace akajaribu kutabasamu. "Sina hamu ya kula." Daniel akakaa karibu naye. "Unapaswa kula kwa ajili ya watoto." Grace akashika tumbo lake polepole. "Daniel, mama yako ananichukia." Daniel akavuta pumzi. "Hakujui vizuri." "Na Vanessa?" Grace akauliza taratibu. Daniel akanyamaza kidogo. "Hiyo ni ngumu kuelezea." Grace akashusha macho. "Ulikuwa unataka kumuoa?" Kimya. Hicho kimya kilitosha. Machozi yakaanza kumtoka. "Sikujua, na hapa sikuplan hivi." Daniel akamshika mikono haraka. "Ninajua. Grace, niangalie." Akamwangalia polepole. "Sijali tena hayo yote, muhimu ni wewe na watoto wetu." Grace alitaka kuamini, lakini moyoni kulikuwa na hofu, penzini. Siku iliyofuata, Vanessa alipigiwa simu. "Tumeona kitu." Akasimama haraka. "Ongea." Hakuna taarifa nyingi kuhusu mama wa Grace, lakini baba yake aliitwa Mr. Adewale. Vanessa akakunja uso. "Na hiyo inanisaidia nini?" Sauti ikaendelea. "Kabla hajafa, alifanya kazi kwenye kampuni kubwa sana." Vanessa akasinyaa macho. "Kampuni gani?" Kimya kidogo. "Kampuni ile ile ya familia ya Daniel." "Omogo?" Vanessa akashtuka. "Nini?" "Na kuna zaidi, kulikuwa na uvumi kuwa baba yake wa Grace alihusika na skendo ya siri ndani ya kampuni hiyo." Vanessa akatabasamu kwa ubaya. Sasa mambo yanapendeza." Bustani ya jumba la kifahari, Grace alikuwa anatembea polepole, akifurahia hewa safi. Kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi, alihisi amani kidogo. Lakini ghafla, akashika tumbo lake kwa maumivu makali. "Si sasa, tafadhali." Miguu ikamlegea, giza likamfunika. Ndani ya nyumba, Mkuu, Miss Grace ameanguka." Daniel akakimbia haraka. "Grace!" Akamchukua mikononi mwake. "Leteni gari haraka." Gari inatoka mbio. Hospitalini, Grace akapelekwa chumba cha dharura. Daniel akawa anazunguka kwa wasiwasi. "Tafadhali, uwe salama." Dakika zikawa kama masaa. Daktari akatoka. "Wewe ni Daniel?" "Ndiyo." "Anaendeleaje? Na watoto je?" Daktari akasema kwa uzito. "Anaendelea vizuri kwa sasa, lakini..." Daniel akakata pumzi. "Lakini nini?" "Yupo kwenye msongo mkubwa wa mawazo. Ikiendelea hivi, anaweza kupoteza watoto." Daniel akaganda. "Hapana." "Lazima aepuke mshtuko wowote wa kihisia," daktari akaonya. Nje ya hospitali, gari jeupe lilikuwa limeegeshwa kimya. Ndani yake, Vanessa alikuwa anaangalia kila kitu. "Timing nzuri sana." Akachukua simu. "Nitumieni documents zote, muda umefika." Akacheka kwa sauti ya chini. "Grace, hujui nini kinakuja." Ndani ya chumba cha hospitali, Grace akafungua macho polepole. Daniel akamshika mkono. "Nipo hapa. Naogopa." Akamfuta machozi. "Usijali, sitaruhusu chochote kikupate wewe wala watoto wetu." Grace akafumba macho, akijaribu kuamini, lakini ndani kabisa, dhoruba ilikuwa inakuja, na safari hii sio kuhusu mapenzi tu, ni kuhusu siri za zamani zilizokataa kufichiwa.